Wiki hii kwa mara ya kwanza tulishuhudia baada ya Mbosso kuondoka WCB na kuwa mwanamuziki huru, mwanamuziki anayejitegemea katika kazi zake. Cha kwanza aliteka nyoyo na za mashabiki wa muziki wake nchini Tanzania, Afrika Mashariki na duniani kwa kujumla, pale ambapo alitease kwa kuweka hashtag RN3, ambapo kila mtu akawa anajiuliza what is RN3, akimaanisha kwamba RN3 ni nini. Baada ya kutizi hivyo akaja akaachia maana ya RN3, wakaja wakasema kumbe ni EP, anatoa EP ya RN3, lakini bado alificha akuonyesha kwamba RN3 ni nini, mpaka pale siku alipokuja kusema au kuachia cover ya kusema RN3 ni Room Number 3, ambayo hii ni EP yake ya kwanza baada ya kuwa ni mwanamuziki huru. Na ikumbuke kwamba Mbosso amefungua lebo ambayo anaiita ni Can Music, ambapo hii tutakata kutogeresha, ambapo hii EP yake ya RN3 au Room Number 3 ameitoa chini ya lebo yake ya Can Music. Baada ya kutiza hapa na pale, ndipo akaja officially akasema kwamba anakaribisha watu kwa ajili ya exclusive listening party ambao aliifanya maeneo ya Mlimani City. Katika siku hiyo ilihudhuriwa na wasanii wengi tofauti tofauti. Katika maelezo yake Mbosso alisema Room Number 1 ilikuwa ni pale ambapo alianza safari yake rasmi ya mziki, na kila mtu anajua kwamba safari ya mziki ya Mbosso ilianzia katika kituo cha Mkubwa na Wanawe, ambapo alimshukuru Mkubwa Fella na pia aliweza kumshukuru Aslay kwamba ndo aliyemmotivate yeye kuweza kuingia kuimba, na akamshukuru Mkubwa Fella kuweza kuwapokea Mkubwa na Wanawe pale na kuhakikisha kwamba wanakuwa kimziki. Alafu akatwambia Room Number 2. Room Number 2 ni ile room ambayo watu wengi walimjua Mbosso kwa ukubwa wake. Nazungumzia ni pale ambapo Mbosso aliweza kuingia WCB. Alivyoingia WCB akajulikana sana na watu wengi wakaanza kufuatilia kazi zake, lakini baada ya pale akatoka, then amekuja kwenye hii Room Number 3. Room Number 3 amesema haya sasa ndo maisha yake baada ya yeye kuwa independent artist. Room Number 3 EP imejaa nyimbo kama Power, Nusu Saa, Tena, Merija, Niko Single, Aviola pamoja na bonus track ya Asumani. Baada ya wengi kuisikiliza, baada ya kutoka, imekuwa ikifanya vizuri katika majukwaa mengi ya uuzaji wa kazi za sanaa, lakini vile vile kila aliyekuwa akisikiliza amekuja kusema kwamba Mbosso Khan mwana wa Kirungi ni balaa la kuotea mbali sana katika sanaa nzima ya uandishi wa nyimbo nchini, hasa nyimbo ambazo zinahusu mambo ya mahaba, mambo ya mapenzi, kwamba ikifika kwenye swala la kuandikia mapenzi basi Mbosso aachwe, hana mpinzani. Je, unaionaje safari ya Mbosso? Unahisi ataendelea kufanya vizuri na kuteka nyoyo na kupata mashabiki wengi kama alivyokuwa WCB? Safari ndio imeanza. Tupo kwenye Room Number 3 ya Mbosso Khan. Tuendelee kusambaa naye Mbosso katika Room Number 3. Hii ni Malaika TV, mpaka next time tutakutana tena hapa hapa. Usisahau kusubscribe katika channel yetu.